Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Mimi ni Justus August. Leo tunakuletea kipindi maalum ambacho kinahusiana diaspora na uchumi. Kwenye diaspora na uchumi tunapata nafasi ya kuzungumza na Watanzania wengi ama mbalimbali walioko nje ya Tanzania wakifanya shughuli mbalimbali ambazo zipo kwenye eneo la uchumi. Sasa mara hii diaspora na uchumi iko Falme za Kiarabu, Dubai, tukiwa tunaangalia Watanzania walioko nje ya Tanzania wakifanya mambo makubwa nje ya Tanzania, lakini kwa ukubwa wa hayo mambo yana reflect kwenye jamii yetu ya Tanzania. Nipo na ndugu God Bless Boni ambaye ni CEO na pia mwanzilishi wa kampuni inaitwa Maramoja Enterprises. Karibu bwana Boni. Asante sana. Mimi naitwa Justus. Karibu. Nashukuru sana. Ndio. Asante. Majina yangu ni God Bless George Boni na ndo mwanzilishi wa kampuni ya Maramoja Enterprises ambayo tumekuepo kwa miaka mingi, lakini tulifanya mabadiliko ya muda. Mabadiliko ya muda ilivyofika 2023 ndio tukabadilisha jina tukaita Maramoja Enterprises. Okay, kwa hiyo Maramoja Enterprises imepita kwenye phase kadhaa mpaka sasa tupo na hii ambayo inaitwa Maramoja Enterprises. Yeah. Maramoja Enterprises wako wapi? Wanafanya nini? Maeneo gani? Okay. Yeah. Maramoja Enterprises tuko Arusha, Tanzania, na ndipo makao yetu makuu, AICC. Na tuko hapa Dubai. Ndio. Lakini pia tuko Uingereza. Wow. London. Kwa hiyo ofisi ya London tulianzisha mwaka jana na Dubai mwaka jana pia. Lakini Tanzania ndo tumekuwepo kwa miaka mingi. Okay. Yeah. Wow. So tunaona kwamba hawa ni diaspora na uchumi. Wako Tanzania makao makuu, wana ofisi UAE Dubai, lakini wana ofisi Uingereza ambako natumaini watatuambia kama huduma zinazotolewa kwenye maeneo yote zinafanana. Kwamba kinachopatikana Tanzania kinaweza kupatikana hapa na London, ama Maramoja Enterprises inatoa huduma gani kwenye hizo ofisi? Okay. Yeah. Maramoja Enterprises tumegawa kulingana na maeneo kwa sababu mahitaji ya watu wa UK au United Kingdom na Ulaya nzima matarajio yao au na matakwa yao ni tofauti. Lakini pia nchi za Kiarabu, UAE yote pamoja na nchi zote za Middle East nao pia na mahitaji yake. Lakini pia Dubai ni kama kiini cha kucontrol Tanzania na UK. Na UK, yes. Ni katikati. Ni katikati. Okay. Yeah, kwa hiyo lakini Tanzania inajikita zaidi kwa consultation ya kawaida ambao tunaweza kusema ni ushauri wa kibiashara katika level ya nchi, kwa maana ya biashara zilizopo ndani ya Tanzania. Ndio. Okay. So naomba kupata list ama orodha ya huduma ambazo Maramoja Enterprises inatoa kwa Tanzania, Dubai, pengine na UK. Okay. Yes. Maramoja Enterprises tunachokifanya ni kusaidia biashara na pia kusaidia pia public project. Unaweza kusema ni miradi ya kiserikali. Sio kwa Tanzania peke yake, lakini kwa Afrika. Kwa hiyo tunafanya business consultation kwa maana ya ushauri wa kibiashara ambao ni kusajili makampuni kwa upande wa Tanzania na upande wa hapa UAE. Okay. Kwa hiyo tunasaidia biashara kusajiliwa na kuwa na uwezo wa kufikia ile mahitaji ya kiserikali au mahitaji ya kisheria katika maeneo wanaotaka kufanya biashara. Okay. Kwa hiyo kwa Tanzania tunafanya hivyo, lakini pia tunafanya auditing kwa makampuni yanayotaka kufanya ukaguzi wa mahesabu. Lakini pia tunasaidia biashara kuwa na uwezo wa kucompete, kwa maana ya kuandaa compliance, kuwa na uwezo wa kuweza kucompete. Lakini pia tunafanya kitu kinaitwa marketing research kwa ajili ya biashara zinazotaka kuanza. Lakini pia tunafanya investment advisory
kwamba tunawashauri wale wanataka kufanya uwekezaji iwe ni Tanzania, Afrika kwa ujumla na hapa UAE. Kwa tunawezesha wale wenye uwezo wa kutaka kuwekeza katika maeneo tofauti na maeneo waliopo, lakini pia unaweza ukawa una shilingi milioni 1 lakini hujui utataka kuifanyia nini. Kwa we help you kuweza kujua ni wapi panaweza pakawa ni sahihi pawe kuweka hiyo fedha. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndo maeneo machache, lakini kikubwa zaidi sasa hivi tulikuwa tunafanya tunasaidia biashara kupata mikopo. Kwa maana ya tunasema capitalizing. Tumefanya hivyo in the past, lakini sasa hivi tumeonua tutoke kutoka kwenye private sector tumekuja kwenye public sector. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kudili na miradi tu ya serikali. Kwa hiyo miradi ya serikali iwe ni Tanzania, iwe ni Afrika, katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndo mlengo mzima wa Maramoja Enterprises kuanzia sasa. Kwa hiyo serikali nao wanaweza kawa wateja wenu. Na ni wateja wetu. Washakuwa tayari. Na pia Maramoja Enterprises tuko mandated na serikali ya Zanzibar. Ku outsource funds kutoka kwenye network yetu. Kwa hiyo kama Maramoja Enterprises tuna network pana sana investors. Kwenye eneo la afya, kwenye eneo la infrastructure kwa maana ya miundombinu, barabara, madaraja, lakini pia kama Maramoja Enterprises pia tumejikita kuhakikisha kwamba investors wanapata nafasi ya kuwekeza katika real estate. Lakini pia kwenye maeneo mengine ambayo kama sasa hivi unajua tuna mlengo wa miaka 2050 kama dira ya taifa. Kwa hiyo ndani yake kuna vitu ambavyo serikali imeona iweke kipaumbele. Hiyo tukizungumzia Tanzania kwa sababu ni eneo tunasema ndo nchi mama, na ndipo tulipoanzia. Kwa hiyo nasema the charity begins at home. Kwa hiyo tumeanza Tanzania na tumekuwa kuja huku. Kwa hiyo katika hali hiyo, lakini pia kuna ile miradi tunaita PPP ambao serikali nyingi napenda public private partnership. Serikali nyingi naona hiyo ndo miradi ambayo inakuwa rafiki zaidi na BOT, build, operate and transfer. Kwa hiyo yote hiyo tunaifanya. Na pia sasa hivi tuna segment nyingine, na kama mliona bungeni mwaka jana kulikuwa kuna segment ya EPC Plus Fund kwa serikali ya Tanzania. Kwa hiyo na sisi pia tuna investors ambao wako tayari kwa ajili ya section hiyo. Na tumepanuka zaidi, tumeenda na nchi za jirani, na sasa hivi tuko mpaka Nigeria. Kwa hiyo kuna miradi ya serikali ambayo ambayo inawekwa katika mfumo wa PPP na wawekezaji wetu ambao wako kwenye cycle ya Maramoja ambao tayari tuna makubaliano nao katika uwekezaji. Kwa hiyo wao wanafanya kazi na sisi kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Afrika tunaweza kuweka alama yetu hapo. Hii ni Maramoja Enterprises na ninaongea na God Bless Boni ambaye ni mkurugenzi pia mwanzilishi. Tunaweza tukaona kwamba ni Mtanzania ambaye ametanua mbawa. Ziko kwingi, ziko mbali, lakini ni kitu cha muhimu kama Watanzania tunajivunia. Sasa ninaomba unisaidie kujua mnawezaje kuwasaidia watu ama wateja wenu kupata suluhisho bora zaidi la kifedha. Wateja wetu kwa maana ya private sector. Inaweza kawa wote lakini tujikite kwa hawa private. Kwa sababu kipata nafasi tunaweza tukaongelea hata public ya serikali. Kwa upande wa private sector, huu ni mchakato ambao tulikuwa nao na tulisaidia baadhi ya makampuni ambayo yalipata financing kupitia network yetu. Kwa hiyo tulifanya hivyo, lakini sasa hivi tunaweza tukaofa ushauri wa mahali wanapoweza kwenda wakapata. Lakini sisi kama taasisi kama Maramoja Enterprises hatufanyi tena capitalizing ya private sector. Kwa nini? Sio kwamba labda ni high risk, lakini tumeona tuwe na mlengo ambao utatupa sisi wepesi zaidi, lakini chitisha tu ya wepesi, lakini tunataka efficiency. Kwa sababu investors wetu wengi wanataka zaidi public sector kuliko private.
kwa sababu ya risk associated and unavodili na Afrika, mitazamo katika ulimwengu huu wa tofauti na Afrika, mitazamo yake ni tofauti. Ndio maana unakuta hata nchi wanaweza wakailete negative. Sasa kwa hiyo ukija kwenye eneo la biashara binafsi, wengi wanaona wasio associated na risk. Japokuwa yako mabenki, ziko taasisi hapa UAE pamoja na UK ambao wako tayari kusaidia. Kwa hiyo katika mipango tulionayo kama mara moja ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza venture ambayo private sector wanaweza wakapata mikopo hiyo. Na pia tunaita partners wetu ambao wanafanya kazi na mara moja katika kuhakikisha kwamba tunawapa wao ndo wanawapa nafasi ya raise capital our private sector. Lakini sisi kama mara moja focus yetu imebadilika toka Julai ya mwaka huu. Okay. Ndio. Wow, mmefanikiwa kwa kiasi gani kwenye malengo ya mara moja? Sasa hii sio kama nataka uvujishe siri za kampuni ama za taasisi, lakini kwa ninachosikia unachotuambia, ninatamani utuambie kwamba kwenye malengo ya taasisi ya kampuni mmefanikiwa kiasi gani? Ukijiweka kwenye percent ama kwenye scale, unaona mmefikia wapi kwenye malengo yenu? Okay, kwa historia kwa tulikotoka, naweza nikasema kama mara moja enterprises kwa upande wa private sector tulifanikiwa kwa 70%. Okay. Na kwa nini 70% na sio 100 au 90? Ni kwa sababu ya nature ya private sector na mapokeo. Kwa hiyo unakuta katika wateja 10 ni wateja 7 tu wanaweza wakapata financing. Yes. Lakini 3 wakafeli. Kwa nini wakafeli? Kwa sababu nyingi ambazo mojawapo ni compliance. Moja ya tatizo kubwa la Afrika ni compliance. Unakuta mtu akiwa nyumbani unaona anafanya vizuri, lakini akitoka kutafuta finance nje ya mipaka ya nchi yake ya Afrika, unakuta ni tofauti kabisa. Unakuta document nyingi ziko forged. Unaona forgery za kutosha. Unakuta document hazitimii, hazikidhi viwango nyingi. Kuna document zingine hazipo. Kwa unakuta mahitaji ya ulimwengu wa 3 na ulimwengu wa kwanza kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo ndio maana private sector is more challenging kwa upande wa outsourcing funds kutoka nchi, japokuwa kuna wenzetu ambao wanafanya vizuri sana. Yes, ndio 70%. Au 70% unakuta they are very clean. Tuna makampuni mengi ya tourism kwa Tanzania na Kenya ambao yamepata financing kupitia sisi, lakini pia tuna makampuni ambayo yanafanya real estate yamepata fedha kupitia sisi, lakini pia tuna makampuni ya madini ambao pia yamepata financing kupitia mara moja. Lakini sasa hivi hatufanyi tena kwa sababu tunataka kuweka mlengo wetu kwenye public. Kwa nini? Kwa sababu tutawafikia watu wengi zaidi. Ukifanya jambo, kwa mfano Tanzania ina initiative ya kuwa na nyumba 10,000 za civil servant ambao ni walimu, wafanyakazi wa serikali, wa afya. Sasa huo ni mradi mkubwa na mzuri ambao sisi kama mara moja tuko tayari kuonesha support yetu kuleta investors Tanzania. Na kwa nini? Kwa sababu hatutamfikia mtu mmoja. Hatutafikia kampuni 10, 20. Tutafikia familia 10,000. Effect yetu sisi itakuwa kubwa kuliko effect ya kampuni moja. Na kwa mfano ukizungumzia afya, tuna mradi ambao tuko kwenye mazungumzo Zanzibar, ambao ni mradi mkubwa sana, ambao tunazungumzia kuwa na hospitali yenye uwezo wa kulaza watu mpaka 400 kwa siku. Manake ni kwamba una effect maisha kiasi gani kwa mwaka. Watu wengi sana. Na pia kwenye hizo hospitali watu wanapata ajira. Una affect maisha ya watu wangapi? Wengi zaidi. Kwa hiyo public ina benefit zaidi kwetu sisi tunaotaka kuona mafanikio ya nchi za Afrika kuliko kudili na individuals. Kwa hiyo hatusemi individuals is bad, lakini tunaona tuwape nafasi wengine wafanye. Wengine wafanye, ila sisi focus yetu ibaki kwenye umma.
Okay. Wow. Ninafurahia kuona hiki ambacho unasema. Ndio. Na ninaamini tukipata nafasi nyingine ya kuja kuzungumza hapa tutakuwa na picha kubwa ya mengi ambayo umeyafanya. Sasa labda kama kuna mafanikio ama mradi ambao mmeshafanya mmekamilisha ambao Imara Enterprises iko proud of kwamba tunamshukuru Mungu, tunafurahi kwamba tumeweza kufanikisha. Kama upo ambao unaweza kushare nasi. Tuna mradi ambao ni wa mradi Nigeria. Tuna mradi Nigeria ambao tunaweza kusema tuko very proud kwa sababu ni mradi mkubwa. Na ni mradi wa refinery ya crude oil. Na ambao tunazungumzia zaidi ya dola milioni 500 ambao ule tunaweza kusema ndo one of the successes za mara moja. Lakini pia tuna miradi kuna mradi mwingine Ghana ambao tunaweza kusema we are very proud. Na kwa upande wa Tanzania tuna miradi ambayo iko mezani. Ambayo ni miradi mikubwa 3. Tuna mradi wa afya ambao ndo uko kwenye hatua za mwisho Zanzibar. Pia tuna mradi wa umeme wa sola kwa upande wa Tanzania bara sasa. Tanzania bara na visiwani na Zanzibar pia. Kwa hiyo ni miradi ambayo tuko kwenye mazungumzo. Tayari investors wameshafika Zanzibar, wameshaenda, wameshakutana na viongozi na tayari tuko kwenye mazungumzo mazuri sana. Kwa naweza nikasema miradi hii kikamilika na tuna sababu ya kusema haitakamilika kwa sababu tumeshafika kwenye level ya juu sana. Kwa hiyo miradi hii kikamilika tutakuwa tunasema tuna alama Tanzania. Kwa sababu unasema the charity begins at home. Ni vizuri tukawa na cha kusema nyumbani zaidi kuliko nje. Lakini pia kwa upande wa nje sasa ya Afrika tuna mradi wa uvuvi wa samaki Indonesia. Kwa hiyo huo tumefanikiwa. Hiyo ilikuwa ni mwaka jana. Kwa ni mradi mkubwa pia wa dola milioni 200. We did it. We did it. Lakini pia tuna miradi mingine ambayo ni nje sasa ya Afrika, ni nje ya Asia. Ambao ulikuwa ni mradi mmoja wa South America. Ambao tunamshukuru Mungu tulifanya japokuwa ni kwa kidogo, lakini there is a mark tuliacha. Sasa mtazamaji, kuna kitu najifunza hapa kwamba Tanzania inao vijana inaweza kujivunia. God bless Boni ambaye naongea naye ni kijana kama mimi, kama wewe, ama kama mwanao, ama kama ndugu yako ambaye wewe unayetazama. Unasikia vitu vikubwa ambavyo anataja, anaongelea. Yani mpaka anapata ujasiri wa kuvizungumza ni kwa sababu hivi vitu amevifanya ama ameviwekea maandalizi kiasi kwamba anaona lazima vitafanikiwa. Na wewe kuna kitu unaweza ukafanya. Yani hata kama umri wako ni mkubwa, hata kama ni mdogo, au wewe bado ni kijana, lipo unaloweza kufanya. God bless. Kuna kwenye haya mafanikio na mipango mikubwa ambayo umesema. Kuna vitu vinakunyima usingizi? Changamoto ziko sisi ndio. Hizo ni nyingi sana. Sasa ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika sekta ya ushauri wa kifedha, usimamizi wa miradi, kuanzisha, kusimamia biashara na vitu vya namna hiyo? Maana watu wengi tunaweza tukawa tunakutazama wewe, lakini wewe sijui kama unatutazama sisi. Yes. True. Changamoto ni nyingi. Si kidogo na ni nzito. Unavodili na jamii za tofauti unakutana na changamoto. Nilivyochukua hatua ya kutoka Tanzania kuja UAE, kuja kutafuta solutions, ili nichukua mwaka mzima nikizunguka hapa UAE. Si uniambie ni Emirate ipi sijafika. Zote nimefika. Nimezunguka kote, nilikuwa natafuta kupata partners watakuwa tayari kuinvest Afrika. Ilikuwa ni uamuzi ambao ulikuwa unahitaji ujasiri, ambao unahitaji fedha za kutosha. Na unajua maisha sio rahisi Dubai. Kwa hiyo changamoto ilikuwa fedha
namna ya kuanza, lakini baadaye umeshapata investors, unakuja nyumbani sasa. Changamoto ya kwanza ni ufahamu. Kwa unakutana changamoto ya watu kutokuwa na ufahamu mzuri wa kifedha. Yani anajua tu yakienda benki fulani nyumbani atapata mkopo. Lakini akitaka kutoka nje anagundua kumbe kuna vitu ambavyo natakiwa kuvijua vya husiana na fedha ambavyo nyumbani siwezi kuvijua. Kwa hiyo niliona kulikuwa kuna hali fulani ya kutokuwa na ufahamu wa kutosha ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa kwetu. Lakini pia tunaita bureaucracy. Nchi zetu nyingi za Afrika bureaucracy, urasimu ni mwingi mno. Kwa unakuta una investor ambaye yuko tayari kuja, lakini unakutana na changamoto kwamba hao wanaotakiwa kukupa wewe njia wana urasimu na kwa mwingi. Kwa unajikuta unachukua muda mrefu, mradi ambao unatakiwa uchukue mwezi mmoja unachukua miezi 6, na wenzetu wako sensitive sana na muda, na wenzetu wanataka vitu viende matokeo. Cha kushangaza zaidi kwa kuna mradi tulikuwa tunaendelea nao, nazungumzia kwenye changamoto ambao investor alikuwa yuko tayari ameshajiandaa kila kitu, lakini huko upande wa pili hajapata jibu. Sasa nani anayelaumiwa? Ni sisi mara moja, kwamba nyinyi ndo center, tunawategemea nyinyi mpenetrate Afrika. Lakini sasa mbona mpenetrate? Kwa hiyo wao wanatulaumu sisi, lakini sisi hatuna kumlaumu, kwa sababu tukisema tuwalaumu hawa, huyu hatatimiza malengo. Kwa inabidi sisi tukubali kuchukua lawama zote. Baadaye hiyo ni moja ya changamoto. Lakini pia changamoto zingine kwenye private sector. Kwa hiyo unakuta mikopo isiyofanikiwa, outcome yake ni nini? Huyu atakuwa na yake ya kusema. Hata jiangalia yeye kwamba alikosa nini. Ataangalia wewe ulikosa nini. Kwamba wewe umeshindwa kunipa mimi mkopo. Kwamba wewe uliniambia ningepata financing lakini sijapata. Pamoja na kwamba umemprovidea kila kitu, lakini yeye ameshindwa kufulfill obligations zake. Akishindwa anarudi kwako. Kwa hiyo tumepata changamoto nyingi, inatakiwa ufanye refund, urudishe hela za watu waliokuwa wamelipa kama consultation fees. Kwa hizo ni changamoto ambazo tunaona we don't like it. Lakini that's how it is. Kwa unavodili na jamii tofauti na jamii yako, changamoto ni nyingi sana. Unapokuwa mtu wa katikati. Yani changamoto nyingi sana. Ndio maana tukaona ili kupunguza mzigo, tutoke huko, tu concentrate na moja. Kwa sababu huwezi kufanya government hapa, private hapa, ni confusion. Kwa sababu pia investors wanataka muendelezo. Yani sio jambo linaanza leo linakata. Kwa sababu pia rasilimali watu, hatuwezi kuwa na rasilimali watu wa kuweza kugovern kote. Kwa tunahitaji kujikita kwenye sehemu moja ambayo inatupa matokeo mazuri zaidi. Kwa upande wa private sector tunaweza tukasubiri, public sector tunaweza tukasubiri hata miaka 2. Lakini we know where we are going. Yani you can see the end from the day inaanza. Lakini kwenye private sector hatuna control. Hiyo ni moja ya changamoto pia. Hatuna control. Kwa unakuta kampuni yeye inataka mkopo, lakini sisi si wakopeshaji. Sisi intermediary. Kwa kama ni intermediary, yule mtu wa pili ambaye sasa ndo anatakiwa kuprovide, akisema hapana, we have no control. Lakini investor anakuja kwetu. Anatuambia nina kiasi hiki nataka kuwekeza Afrika. Kwa sisi tunamtafutia mradi kulingana na matakwa yake. Kwa tunakuwa tuna control over that. Lakini hii ambayo hatujui wewe utampa, we have no control. Kwa hiyo tukasema tuwaachie watu wa mabenki wafanye, watu wa taasisi zingine wafanye, ila sisi kwa tumepunguza aina fulani ya changamoto, lakini lakini ushauri bado tunatoa. Ushauri wa kibiashara, kampuni lakini hatufanyi capital raising kwa watu anymore. Lakini ushauri tunatoa ushauri sana, na tunapokea simu nyingi sana. Ofisi yetu inapokea simu za nyingi sana zikitaka nina hiki nataka kufanya hiki, sijui nifanyeje. Kwa hiyo tunaweza kusema changamoto zipo, lakini wanasema the harder it becomes the sooner it is happening. Kwa hiyo giza likiwa kali kuna karibia kucha, si ndio? Kumbe changamoto hazikosi. Penye mafanikio pana changamoto. Ni muhimu sana tukalitambua hilo. Maendeleo ya teknolojia kwenu ni changamoto ama ni mtaji ama ni fursa?
Kwa sababu mimi naweza nikawa nimekaa nyumbani na badala ya kuiconsult mara moja enterprises, nikaamua kuingia mtandaoni na kusearch na kukutana na taarifa ambazo hazijachujwa zote nabeba, ama sijui ipi ni sahihi na ambayo ni sahihi. Kwenu ninyi maendeleo ya teknolojia nyakati za sasa ambazo zina milango mingi, sasa penye milango mingi unaweza ukapotea, hujui unaingia upi kama huna taarifa sahihi. Kwenu ni fursa ama ni changamoto ama ni vyote? Yeah, ni vyote. Okay. Yeah, ni vyote kwa maana ya fursa kwa sababu ni nyenzo ambayo inatupa sisi wepesi. Kwa mfano sasa hivi tunafanya hii recording, kwa hiyo watu wengi zaidi watatuona na watu wengi zaidi watasikia, kitu ambacho ni advantage. Yes. Lakini teknolojia isipodhibitiwa au kutumika sawasawa pia inaweza end up kukupa changamoto nyingine. Mitandao au teknolojia, niseme teknolojia, inventions zinafanyika kila siku. Kila siku market inakuja na vitu vipya. Kwa hiyo sisi kwa watu wa fedha tunasema ni it's an opportunity. Kwa sababu it makes life easy. Ukiangalia European Union, European Union wana mfumo wao wa kutoa funds. Na huo mfumo kwa sababu haumhitaji mtu kutoka Mozambique akaenda Europe. Kupitia mfumo ya kiteknolojia anaweza akafikisha maombi yake na kujibiwa na kufanya conferences na kama vile watu wanaonana. Hiyo ni advantage. Kwa imepunguza gharama, lakini pia imefanya watu wamekuwa muda na watu wengi wanafikiwa. Watu wanafikiwa kiwepesi. Kwa hiyo inaweza kusema it's an advantage. Lakini disadvantage kwa sababu teknolojia pia imefanya watu wengi wanaibiwa. Watu wengi sana wameingia kwenye fraud. Kwa nini? Kwa sababu ya teknolojia. Kwa teknolojia it can be bad kulingana na nani anaiconsume. Lakini pia mimi wanaambiaga watu wasiamini kile wanachokisoma kwenye mitandao kwa sababu it doesn't reflect the reality. Lakini pia it doesn't have to, sio kwamba ni uongo au sio kwamba sivyo. Inawezekana ikawa ndivyo lakini imepindishwa. Lakini pia ukiwa na good research unaweza kupata the right information. Lakini pia ikawa haijawa contextualized, yani exactly, inaweza ikawa kwamba lazima hii unachosoma kiendane na mazingira. Inawezekana tukawa wote tuko Afrika, but hii taarifa unayosoma labda inamlenga mtu ambaye yuko kwenye startup lakini yupo kwenye nchi ya upande mwingine. Sasa mimi nikigeneralize context inaweza ikanikatalia, alafu nisipopata matokeo nishapoteza muda, nimepoteza mali, nimepoteza na imani pia. Sasa inakuwa changamoto. Tutegemea kuona kwingine zaidi ya Dubai, UK, Tanzania, Nigeria na kwingine? Okay. Na mpango gani? Malengo ni kuifikia Afrika yote. Kwa nini nasema Afrika? Na kwa nini sio kwa sababu mimi ni Mtanzania ndio maana Afrika iko moyoni? Hapana. Lakini ni kwa sababu ya utajiri tulionao Afrika. Afrika ni it's so rich, sio nikwambie nini. Yani utajiri tulionao ni mkubwa mno. Na advantage tulionao kama continent. Sio nikwambie we can do marvelous. We only need to wake up. That's all. Lakini tunataka kuamka. Investors wetu wote wanaokuja kuinvest Afrika, hakuna Mwafrika toyo. Hata mmoja. Wa Afrika tuamke. Lakini wako tayari kuleta fedha na wakawekeza kwenye mradi wa miaka 30. Na return ya serikali unajua ni 2%, 1%. Unaweza kuniambia mimi naweza nikaweka shilingi 10,000 alafu iniletee faida shilingi 100 au 200? Hapana. Kwa mwaka? Hapana. Hasa unaweza kufikiria what are these people gaining from us? Kikubwa. Exactly. Kikubwa. Yani kama if I cannot see the future in you, I cannot invest 30 years. Yes. It will be those short term. Exactly. Kwa nini watu wanataka kuwekeza kwenye miradi ya muda mrefu? Kwa sababu bado kuna potential. Exactly. Kwa hiyo
Africa is a very 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 nice place to invest. Na sisi sasa hivi tunaenda Botswana. We have another opportunity. Na tunazidi kupanuka huko kwingine, tunafanya miradi ya tuweke ofisi. Lakini tunataka sasa, ulikuwa umeuliza nje ya Tanzania, na tunataka kwenda Botswana. Okay. Kwa ajili ya Southern Africa. Lakini pia Mungu akituwezesha hapo mbeleni, tunaweza tukaenda Sierra Leone au Cameroon. Ikawe heri. Inshallah. Vijana wa Tanzania. Ndio. Tunao vijana wamegraduate, wamehitimu, wana ujuzi, wana maarifa. Unakutana na wengine wanapungukiwa utayari, ama mbinu, ama baadhi ya vigezo. Nyie mnazingatia nini wakati ama mnaajiri ama mnachukua mtu wa kuwa timu yenu? Nianze na swali hilo kwa swali moja ambalo nilipata. Wiki moja iliyopita tulihost wateja wetu kutokea Hong Kong, na walivyofika hapa mteja mmoja aliuliza swali moja muhimu sana uliloliuliza: napataje watu sahihi wa kuwapeleka Kazakhstan? Sasa huyu anataka kufungua ofisi yake Kazakhstan, anataka watu sahihi. Anatuuliza sisi kama consultants, napataje watu sahihi? Swali ulilouliza. Kwa hiyo nachoweza kusema kwa vijana, jenga uwezo binafsi. Ukijenga uwezo binafsi, unaweza ukafika mipaka yoyote. Na unaweza ukafanya kazi popote. Sipendi watu wafikiri juu ya kuajiriwa. Watu wanatakiwa wafikiri juu ya kujiajiri na kutengeneza fursa zaidi kwa wengine. Tunahitaji tunahitaji ideas thinking tanks kwa upande wetu wa Afrika, hasa Tanzania. Tunahitaji kuwa na vijana wataofikiri miaka 50 badala yao. Ili kufikiri miaka 50 badala yako, maana yake kuna vitu lazima uviache. Lazima ukubali kuforgo pleasant pleasures for your future. Kama utasema mimi ni grabu kila kitu, kitaondoka na wewe. Lakini ukipunguza kiwango cha wewe unachukua nini kufidi akili yako, basi utakuwa na nafasi. Namba hiyo irudiwe kwamba tukubali kuzipoteza furaha za muda mfupi, ama vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikatupa kuridhika kwa muda huu, alafu vikatupotezea future kubwa. Exactly. Tuwe na utayari wa kuachia ili tupate nyingine. Ndio. Yes, hiyo muhimu sana. Kwa hiyo na timu mlionayo mnawaza miaka mingi mbele, sio? Na mimi huwa naongeaga na watu wangu kwamba leo tunao ambao tulikuwaga nao miaka 3 nyuma, hawako na sisi. Hao watu wameshafungua biashara zao, wanafanya vya kwao. Mimi unapenda kila mtu afikiri nje ya pale alipo. Kwa hiyo sio kwamba leo tuko na hao 21, kesho ukija utawakuta. Hawakuti kwamba eti wamekuwa fired. Hapana. Wamekuwa wameenda kuanzisha vya kwao. Hatuwezi kufanya business consulting na watu wetu wasiofanya biashara. Kwa hiyo kila mmoja kwenye timu, kila mmoja ana venture anayoipashu, ambayo when the time is right ataenda kupashu. Na ukiwa na mtazamo wa kufikiri nje ya box, utampa nafasi kila mtu. Kwa hiyo sisi tunachokiangalia ni willingness na content ulioweka kichwani. Na je, una uwezo wa kupasivia? Kwa sababu moja ya changamoto kubwa ya vijana wengi, hawana uwezo wa kupasivia. Wao wako tayari kukata tamaa haraka sana wanapokutana na turbulences. Mimi wanasema ataivumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Vijana wengi uvumilivu hamna. Wanataka wapate leo
leo wanahitaji wapate leo, ni kitu ambacho hakipo. Lakini pia ni ndoto zisizo, ni tunaita ndoto za mchana. Yes. Haimaanishi kwa mchana huwezi kuota, lakini ndoto za mchana maana ni ndoto ambazo haziwezi kutekelezeka. Kwa hiyo lazima vijana wawe na uwezo wa kusema hiki na kiweza kukiattain. Hata kama akili yake inakataa. Kwa sababu kuna wakati unaweka malengo ambao ni makubwa kuliko nafasi ulionayo. Na ndio maana ya ndoto. Yani lazima ziwe kubwa kuliko wewe. Myles Munroe alisema kitu kimoja marehemu, akasema kama huwezi kufikiri kiwango cha wewe mwenyewe kujiogopa, basi hujaanza kufikiri. Kama ndoto yako haiwezi kukuogofya, hujaanza. Kwa maana lazima ndoto yako iwe na uwezo wa kukutisha, kutoa usingizini. Exactly. Uamke wache kitanda ukapambane. Sisi kama Mara Moja tuna malengo ambayo yako mikononi mwetu miaka 7. Yani tuna vitu viko ni mikononi mwetu miaka 7. Hatujaanza kutekeleza hata moja. Yani hata segment moja ya mradi. Yani ya idea tulionayo. Miaka 7. Iko kwenye cooking. Miaka 7 tunaizidi kuipika. Inajengwa miaka 7. Vijana wengi hawako tayari kuvumilia juu ya ndoto zao. Wanataka kila kitu kifanyike leo na kisha leo. Sisi tunasema tuwe na uwezo wa kuvumilia, lakini pia tuna uwezo wa kusukuma, tuweke material sawa sawa kwenye vichwa vyetu. Lakini pia tufuate vipawa vyetu. Kila mtu ana kipawa chake. Kuna mahali ambapo Mungu amemwekea chakula. Sasa wewe unawezekana ukawa ni chakula chako kipo kwenye kutengeneza taarifa watu wakaila. Mwingine kipawa chake kiko kwenye ufundi. Mwingine kipawa chake kiko kwenye udereva. Mwingine kipawa chake kiko kila mahali. Namna gani ambapo kipawa chako kinaweza kukupa matokeo? Je, unakijua? Kwa vijana wengi lazima wekeze muda kutambua na kujua vipawa vyao. Ili waweze kutokezesha ndoto zao. Kwa sababu mimi naweza nikaa nawaza kuwa na real estate. Mfano. Lakini nawaza hivyo, lakini matendo yangu mimi hayako huko. Kwa hiyo lazima mbegu unayopanda lazima ishabie na matokeo utayotaka. Ndio maana huwezi kupanda mchicha ukategemea kuvuna mahindi. Kwa hiyo lazima kiwekezo chako unachokiweka, mbegu unazozipanda ndani yako zishabiane na unakotaka kwenda. Wow. Kama nikiweza kuparaphrase ambayo umesema vizuri na ameweka kwa usahihi kwamba kama kijana mtu yeyote unatakiwa kuwa na willingness, utayari. 2, content gani unaweka kwenye ufahamu wako, taarifa gani, maudhui yapi yanakijaza kichwa chako. Namba 3, uvumilivu na ustahimilivu, kwamba lazima tuwe na utayari wa kujua kwamba matokeo ya hiki ninachokiwaza, ninachokiota na kuipigania kinaweza kikafikiwa miaka 10 ijayo, miaka 20. Sasa kwenye uvumilivu ina maana there's something ambacho ninafanya towards that thing. Lakini nyingine ameongeza utambuzi. Yani kama akili haiwezi kung'amua hapa pana fursa na ikatambua ukubwa wa fursa, kwa sababu kuna mwingine anaweza kawa na ing'amua fursa lakini anaiona kama kidoti hivi. Ni ushauri gani unaweza kutoa kwa makundi tofauti? Sasa ushauri ambao tunaweza tukatoa ninavyoizungumzia Mara Moja, nazungumzia timu nzima. Na kitu ambacho kwa kila siku tunajitahidi kukitoa ushauri kwa biashara, lakini pia naweza nikasema kwa jamii. Kama serikali, na hili nadhani limeshazungumzwa sana, lazima serikali ijenge uwezo kwa watu wake. Na hasa kuwa na think tank kwa ajili ya taifa. Kwa sababu future ya taifa imejengwa kwa watu. Na tunasemaga vijana ni taifa la kesho, lakini walisia vijana ni taifa la leo. Chochote unachokitekeleza ambacho kitazaa matunda ya kesho yanaanzia na maamuzi unayofanya sasa. Kwa hiyo kama serikali
wameonesha support sana, lakini nadhani kuna ziada inatakiwa kufanya. Serikali lazima ifanye ziada, lazima itoke nje ya box. Ukitoka nje ya box ukataka zaidi kuangalia wenzako wanafumbua vitu gani, na wewe vinaweza vina effect kiasi gani, vinaweza vikachochea mafanikio makubwa sana ya biashara, watu wake, kwenye taifa. Ukija kwa jamii, jamii lazima ijenge uwezo. Kila jamii lazima ijenge uwezo na ubora. Kuna kitu kimoja ambacho nijifunza mwezi Februari, nilikuwa nimeenda Mbeya. Nilipofika Mbeya, kitu ambacho nilikigundua ambacho ni cha kipekee sana, ni kwamba niligundua asilimia kubwa ya wafanyabiashara katika masoko makubwa yaliyoko pale, na ambayo ni mawili niseme makubwa. Asilimia kubwa ni jamii ya watu pale pale. Ukiangalia ni wale watu wa jamii zile zile, yani unakuta alikuwa anakaa pale mtaa fulani, yani ni watu ambao ni wa jamii hiyo. Yani wageni ni wachache sana. Hicho kitu kikanifikirisha. Ukienda na maeneo mengine unakuta kuna aina fulani ya watu wamejenga uwezo, anasema lazima tutekeleze, tufanye. Kwa hiyo jamii imewafanya wamekuwa incubated. Kwa hiyo wamekuwa incubated kiasi kwamba wametokezesha uwezo wao. Kijana yule alikuwa mtaani, sasa hivi ana duka. Kijana yule alikuwa mtaani, sasa hivi ana hoteli. Kijana yule alikuwa mtaani, wengine wanaweza wakafikiri imani potofu. Lakini kiuhalisia hawa vijana wamejitoa, yani wamejitoa kutoka kwenye mazoea, kwa sababu jamii imewaaminisha kwamba wanaweza. The same applied na jamii zingine ambazo inawezekana sijazifikia, lakini naweza nikasema hiyo kwa sababu nilistudy. Nikaona potential ambayo hawa vijana walikuwa nayo, lakini ilikuwa haijajulikana, ila sasa kupitia jamii yake vitu vimetokezwa. Na ukiangalia wateja wake, kijana mmoja nilikuwa naongea naye, wateja wake wakubwa ni jamii yake, yani marafiki walisoma wote wamekuja kwake. Sasa ile network ambayo kama jamii inaweza katengeneza kusupport viwekezo vya watu wake, jamii tunaweza tukawa na mafanikio makubwa sana. So tunaweza tukatoa matajiri wakubwa kutoka kwenye jamii. Kwa jamii ifanye kazi yake, lakini serikali ifanye kazi yake. Na hiyo sio kwa upande tu wa viongozi, ila serikali kwa ujumla. Kwa serikali manake watendaji. Tumeona kesi nyingi, unakuta mfanyabiashara anaenda kusajili biashara, anakataliwa, mwingine anapewa mlimbikizo wa vitu ambavyo ni necessary. Sasa huyu mtu ana mtaji wa milioni 1, unataka aanze kulipa kodi. You limit him. Hata potentiality ya yeye kuwa mlipa kodi hawezi kuwa. Atakudanganya tu kwa sababu hawezi kukupa wewe chakula cha watoto wake. Kwa eventually atabana. Ameuza 1000, atakwambia aliuza 100. Kwa nini? Kwa sababu umempa nafasi ya yeye kudivert. Lakini ungempa mazingira rafiki, huyu angekulipa kodi, huyu angechochea mafanikio ya eneo lake, vuta wengine hivyo. Kwa hiyo kama serikali na viongozi wake wakijikita kujenga uwezo wa jamii, basi tuna mafanikio makubwa sana Afrika. Wow. Nakushukuru sana. Nashukuru. Ni ushauri mzuri ambao ninatembea nao, lakini naamini mtazamaji na atatembea nao, utamsukuma kwenda kwenye yale mengi anayoweza kuyafanya. Hakuna binadamu ambaye hana anachoweza kufanya. Hata hicho unachokifanya unaweza ukakifanya kwa namna pekee, kikakupa matokeo ya tofauti, kikakupeleka nje ya Tanzania, kikakupeleka nje ya mipaka ya eneo lile ambako unafanyia. Sio lazima wote tuje Dubai. Kama ulikuwa Singida unaweza kujipanua ukasogea Dodoma, nako ni ukuaji. Kama ulikuwa Dodoma ukasogea ukafungua branch maeneo mengine, nao ni ukuaji. Tuendelee kukua pamoja. Mimi ni Justus. Leo nilikuwa na ndugu yangu God Bless Boni ambaye ni ni mtendaji mkuu wa Maramoja Enterprises. Tumekutana Dubai katika mazungumzo ya tunayoyaita kwamba ni diaspora na uchumi, na anaweza kutusaidia sote tuwaze kwamba tunaweza kwenda nje ya kile ambacho tunakifanya tukakuwa zaidi.